asiweze kuwa na mafanikio ya aina yoyote ile. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atulinde na shirki ya namna hiyo. Lakini pia nusura yake inapatikana ni hii, inaitwa mbono kaburi. Ni dawa nzuri sana ambayo itaenda kukuondosha huko uliko kwa idhini yake, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Lakini kitu kingine, kusudio la pili la mchawi, atakusudia kwamba usipate maendeleo yoyote yale, wala usiongokewe na chochote kile katika maisha yako. Hayo ni makusudio na ni maazimio na ni maapizo anaapiza katika lile kaburi. Kwa hiyo anaapiza kwamba fulani bin fulani asiweze kufanikiwa kama huyu mtu aliyelala katika kaburi hili, hawezi kufanikiwa, hawezi kuongokewa kwa lolote lile, na fulani bin fulani, fulani binti fulani asiweze kufanikiwa katika maisha yake. Subhanallah. Hii ni moja ya suluhisho nimekuletea, inaitwa mbono kaburi. Lakini kusudio la tatu la mchawi, anasema iwe kifungo kwake, asipate mchumba, asipate kuoa wala kuolewa. Watu huwa wanafungana katika hali za namna hiyo. Mtu unakuwa riziki zako hazisimami, yani muda wote tu wewe upo tu. Binti unaweza kumkuta mpaka leo hii ana wachumba si chini ya 10 ambao waliokwisha kutokea katika maisha yake na wote wameondoka. Kijana yeye maneno yake ni ya kusema mimi bado nipo kwanza, mimi bado nipo sana, wa kuoa wasitokuwa mimi bana. Wapo ambao wanastahili kuoa, lakini mimi si mimi wa kwanza kuoa. Subhanallah, ni maneno ambayo sio mazuri, ni maneno ambayo yanaleta ishara mbaya kwamba kijana huyu tayari aishafanyiziwa ya kufanyiwa. Hapa jitahidi uweze kuondosha tatizo hili. Akina dada ambao wanatafuta ndoa hawazipati, akina baba ambao wanatafuta ndoa hawazipati, basi kumbuka wamefungwa katika makaburi, na suluhisho ni hii, inaitwa mbono kaburi. Lakini pia tena kitu kingine, ikhwani, ndugu zangu, nipende kuambieni kwamba wapo wale ambao waliooa wake 2, 3, 4. Hawa wake wakati mwingine baadhi yao huwa wanakuaga na tabia mbaya, yani ya kurogana. Unamkuta huyu mke, labda mke mkubwa mathalan, unamkuta mke mkubwa akiwa na mume wake, yani mume akiwa kwa mke mkubwa yuko vizuri kabisa yani, lakini akienda kwa bi mdogo kule inakuwa ni matatizo makubwa sana yani. Mume hana nguvu, mume hana ile hali ya kusimama kama mume, anakuwa ni legelege katika hali za namna hiyo. Na watu wanaenda kunuia kabisa kama jinsi huyu mume aende akalale kwa fulani bin fulani kama alivyolala huyu. Na kweli mume akienda huko ni kulala tu, ni kusinzia tu, hana chochote akifanyacho. Au anaweza akawa kwa mke mdogo yuko vizuri, lakini kwa mke mkubwa akawa sivyo. Au anaweza kwa mke wakati watatu akawa ni